Okay. Utaanza na majina. Kwa majina naitwa Elvis Etiang. Mimi ni mkazi wa hapa. Incident ikifanyika ya ndege, sisi tulikuwa around. Liwana ndege imetoka juu ikalipuka. All of a sudden tukaona mangukia keja fulani hapo, ilikuwa karibu ya jirani. Tukakuja before firefighters whatever tulikuwa tumesha gada huko ndani kujaribu kusaidia. Tukaingia mlango one by one. Tulikuwa naingia mlango one by one. Milango zilikuwa saidia huko. Hakuna kitu li happen huko. Zilikuwa zimefungwa na kafula. I think wasi wanaishi hapo hakukuwa karibu. Lakini wale walikuwa ndani, I think ndio waadiriwa. Juu nyumba ilikuwa ni kama ni one bedroom or kama bed sitter, hatujui. So milango za side za huko zilikuwa safe, hazikuguzwa. Hiyo ndege ilikuja sijui direction gani, sijui naweza angalia huku, litoka na huku ikakuja ikaland, ililipukia juu ikakuja ikaland kwa keja. Hata venye mnaona lilandi pale, moto ikiwaka tulikuwa tushafika before firefighters wakifika, tulikuwa tushazima moto kadhaa. Tulikuwa tumeshazima moto kadhaa na body parts mbili zilikuwa zimepatikana, ya mtoi na ya mtu mzima. Ingine hatujui. Hiyo tuliconfirm tukua pale tukizima moto. After hapo ndio makarau wakafika, firefighters wakafika, wakatusaidia kuzima moto, tulizima moto nao. Tukasaidiana. Ile naweza sema saa hizi naweza shukuru wale wote walifika. Juu si kwa peke yangu. Raia walikuwa wengi. Walifika kwa wingi na kitu ya kwanza walifanya ilikuwa ni kusaidia kuzima moto. Tulikuwa na bebando. Tunazima moto. Ndio firefighters wafike, tulikuwa tumezima part kidogo. Niko na video nilikuwa najaribu kurekodi. I think mtaona pale tukiingia wasawa kwa megadha wengi, lakini wenye walifika walisaidia tukiwemo huko ndani. Tukazima moto. Ndio firefighters wakafika. I think ndio information niko nayo zaidi ya hiyo. Yeah. Na utatuambia jina? Kwa majina naitwa Elvis Etiang. Yeah. Maybe unaweza patiana namba yako pale kwa hiyo kazi poa mlifanya, maybe kuna kazi kama mtawasaidia. Okay, namba yangu ni 07 94 65 60 34. Yeah. Rudia tena. Namba yangu ni 07 94 65 60 34. Yeah. Na umetuambia uliona hiyo ndege ikianguka. Maybe ushaiona ndege hapa ikianguka tena? Mimi sijaiona ndege ikianguka. Wala ilikuwa ni kama movie. Juu mimi place nilikuwa nimemedi nikashtuka rada. Sijaiona maajabu kama hiyo wala ndugu zangu. Kila mtu hii mtaa walishangaa wote. Watu walifika kwa wingi, wajaiona kitu kama hii. By the way mtaa tujaiona kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu mgeni sana. Na imetushangaza. Yeah, that's why tulikuja kwa wingi tuone kwani ndege rada. Na after imeanguka ninasikia kuna vijana walikuja kujisaidia na mabati badala waanze kuokoa watu. Vijana walifika wengi. Wengine tukisaidia, wengine wanajisaidia. Lakini sasa juu sisi tuko na moyo wa kusaidia, hatutashinda tukingangana wazee wanajisaidia, umeona? Tunasaidia wale kwanza inafaa wasaidiwe. Yeah. Wewe uliona ndege ikitoka juu? Niliona ndege ikitoka juu, moshi. Kwanza moshi, ndege lilipukana juu. Pieces. Pieces, uliona pieces za nyama huku. Before ilande kwa hiyo keja ndege ilikuwa ishalipuka juu. Yeah. Ililipukia juu. Yeah. Sasa mlikuwa mnaona pieces za nyama? Pieces huku. Na kuna mmoja alikuwa anajaribu kujisaidia. Sijui ni karawa ama sijui ni nani. Alikuwa amejaribu kuvaa ama sijui ni pilot. Parachute. Akishuka hivi ikashindikana, mabati zilikuwa zinamfollow. Sijui kichwa ilikata, sijui ni nini, lakini aliokotwa other side. Yeah, lakini parachute ilikatwa na mabati za ndege. Yeah. Parachute ilikatwa na mabati. Parachute ilikatwa na mabati za ndege zikishika juu after kulipuka juu akijaribu kuruka. Hebu kwanza tusikie mrembo. Hebu sema.
Kwa majina ni Dolphin Daisy. Hata si tulishangaa, tulishtuka sana. Juu hata mimi nilikuwa mbali kidogo lakini nikafika na pikipiki. Tulifika hapa lakini haiku imemalizika kulipuka. Tukafika hapa bado ikaendelea kulipukia ndani. Lakini watu au ungeokoa mtu. Kidole inakatika, mtu shingo imekatika, unaona manywele peke yake. Ilikuwa inahurumisha sana, manyama tu. Walikuwa wameungua sana. Wameungua, yani unaona manyama tu, hata sasa ungejua huyu ni nani au ungeweza kudhibitisha. Yani tulifika mapema, wacha wa polisi wamekuja late. Tulifika mapema sana, polisi na wazima moto hao wamekuja tu nyuma. Lakini hata wangekuja mapema wangeokoa kiasi, lakini hata hawangekuwa wameungua sana. Kwa hivyo polisi wangefika mapema wangeokoa. Si polisi kwanza, wazima moto. Sasa wewe ulipata hiyo ndege ikichomeka ama? Tulipata sasa kaishaanguka, imelipukia juu. Uliona ikiwa juu wewe? Ikirusharusha moto kwanza. Ikalipuka sasa, kufika ikasinki hapo, ndio sasa ikalipukia ndani vizuri. Ilikuwa ina stag ama ilikuwa inakuja tu? Ilikuwa ina stag. Ndio ikaanguka. Sawa, asante. Asante. Okay. Ulikuwa umemalizia? Mimi sikuwa nimemalizia. Mimi niko tu na mimi ni kijana wa mtaa. Si mnajua? Na si ajali peke yake ndio tumejaribu kusaidia. Hata nyinyi si mnajua? Si mnanijua? Huwa nakuwa pale kwa incident yoyote inafanyika. Mnaelewa? Hata juzi pale mkoko ilianguka pale, kijana aligongwa, kijana wa miwa. Tulikuwa pale ni incident ikifanyika. So sisi ni wale tunajaribu tukipata kuna shida najaribu kusaidia kidogo. So hii ni ajali na ajali haina kinga. So uweze expect mona. So cheneza sema tu ni pole na ajali haina kinga. Cheneza sema tu ni pole. Yeah. Safi. Okay. Wacha tusikie tuanzie na majina yako tu unaitwa nani? Majina zangu ni Christine Nyongesa. Mimi mmoja wao mwadhiriwa juu kuna mtoto wa kazini yangu na alikuwa miongoni mwao amefariki. Sasa chenye tunaomba tu serikali tusaidie venye tutashughulika hadi Western tufikishe mwili arrest in peace. Wewe hili janga happen ulikuwa wapi? Sikukuwa karibu, siwezi sema nilikuwa karibu. Mimi nilikuwa Kidhurai kidogo, nikasikia ndege imeanguka Mwihoko. Sasa ile harakati ya kutaka kukuja roho inakata kidogo hivi, masa kidogo jioni tuna receive simu, maana hiyo ndege imeanguka Mwihoko, mtoto wa fulani amekuwa ndani. Naona sasa hivyo siwezi sema nilishuhudia mingi, lakini mimi ni mmoja wao muadhiriwa wetu wameenda akiwa hapo. Huyo kazini yako yuko hali gani kwa sasa? Okay, hali yake si nzuri, siwezi sema ni nzuri juu kupoteza mtoto si kitu ya kawaida. Hali yake si nzuri, hayuko vizuri kabisa. Ameisha nguvu. Hayuko sawa. Yeye alikuwa wapi wakati? Alikuwa ametoka, ameacha watoto kwa nyumba, watoto wakawa wameenda salon. Sasa watoto wakiwa wameenda salon, huyu mmoja akarudi, akasema wakiendelea kushuka mwingine waache apikange lunch. Sasa akiwa na kwa hiyo process ndio hiyo kitu ili happen hivyo na ndo alienda hivyo. Poleni sana. Tushapoa. Yeah. Thank you. Tutaendelea. Tulikuwa nasema nani ongee? Tana namba ya simu. Ungepeana namba ya simu. Namba ya simu ni 0727 155 944. Hiyo ni yako? Hiyo ni yangu. Inaitwa jina gani? Christine Nyongesa. Yeah. Rudia tena. 0727 155 944. Yeah. Ulituambia wewe hakuna kitu anajua? Kuja uongee. Useme Kenya ujui. Lakini huyu kuja mlete. Kuja ongea kitu. Kwa majina ndio baba. Kwa majina naitangwa Edwin Chege ama Baba Bella. Mama Bella tena. Hebu songa mbele kidogo. Songa mbele kidogo. Nataka nisonge. Tuambie Mama Bella. I mean Baba Bella. Baba Bella. Lakini hiyo incident ikiwa tulikuwa mimi nafunga mboga. Nilikuwa kwangu ni hapa nyuma. Nafunga mboga hapa nikipeleka stage. Kwa hiyo incident huyu kijana wake huyu Baba Bazu sasa anaita huyu Alvo baba kijana wake anaitangwa Bazu. Sasa alianza kulia.
juu anaona kitu inateremka hivi ni kama kwetu. Hata wasee walikuwa wanasema ni kama kwetu ilipapenia. Lakini zile haikudubamba. Alianza kulia kwa sababu ameona ndege ikishuka. Ameona imeshuka nikaa nyuma. Alipotea na sisi tukaanza kupotea. Kwani ulipotea? Nipotea sababu nini? Ilikuwa noma. Ulikuwa songa mbele kidogo. Sio kwani unaogopa. Songa hapa. Ulipotea. Wewe uko hapa lakini ulipotea. Nilikuwa hapo tunafunga mboga na kijana wa huyu. Ukahepa. Mtoto analia. Mimi nikapoa. Venye aliona, si kuangalia na mimi nikaona venye anapiga hiyo ruti na mimi nipige ruti yangu zaba. Sasa wewe ulipotea na huko unajua nini? Tulipotea wote. Na huko unajua nini na happen? Unaona moshi tu juu. Hiyo niweza jua. Hiyo niliona moshi juu. Mguu niponye hata mtoi. Ukiona siaka yenye alipiga, mimi nikaongezea. Sasa ngoja. Haraka za kwenda wapi? Mama Bella yuko aje? Vera kwa save. Hata alipiga siaka. Alikuacha ama ulimwacha? Alikuacha ama ulimwacha? Baba anaenda Gatara. Baba Bella sio kwa nini unaogopa? Songa mbele. Ama bado unataka kutoka siaka? Mimi naogopa bado. Sijafika hapo. Mimi nazanga pale stage. Lakini kwa sasa zimeshuka. Bado hazijashuka. Tunaweza maintain sahihi lakini bado under zero pressure lakini noma. Mama Bella tangu wakimbia asharudi ama amepandwa na pressure? Ni ukweli hata uliza huyo amepandwa na pressure. Sawa sawa. Pole lakini tunaomba zishuke. Zitashuka. Nataka kurudia na mara ya mwisho. Awacha nimalizie. Ukijana boys wangu sana. Huko pale stage anauza mboga. Ni asala. So akiongelea mambo ya Mama Bella, Mama Bella ni bibi yake na ni jirani yangu. Tunapendana kama bro. Information yako nayo iko sawa na alithibitisha. Bazenga akishtuka namna hii, Bazenga ni kijana wangu. Akiona ndege pale juu anashtuka namna hii, kwanza ndiye akampe rada. Huyu alikuwa anafunga sukuma. Soche anasema ni ukweli. Wakapotea wote na kijana. Alafu wife wangu hufanya kazi pale. Ndege kilipuka na pale. Najua mabati zingine zilianguka wapi? Zilianguka kwa mlango mala nafanyia pale Wera. Na alikuwa ananika manguo. Akaachilia besheni kwanza katoka siaka mbio. Juu ingemesi kuanguka hapa labda ingeanguka pale. Umeona ni God. Na wife wangu bado alikuwa pale anafanya kazi pale kwa ile keja. Angenyuri anaona ningepoteza. Lakini unaweza sema ajali haina kinga. Sawa. Nasema poleni. Sawa, rudia namba mara ya mwisho. Namba yangu ni 07 94 65 60 34. Naitwa Elvis Etiang. Na uambie wewe ndio uliona ndege ikishuka. Ikishuka mimi ndio niliona ndege wa kwanza. Ililipukia juu. Haikulipukia kwa keja. Ndege ililipukia juu. Pati za ndege kwanza zilikuwa zinaanguka zikwa juu. Before ile ndege hiyo keja, ndege ililipukia juu. Hapa awali ushaiona ndege tena karibu? Niliona tu kwa TV. Niliona tu kwa TV. Hii ni kama movie. Kama DJ Afro. Sijaibebwa na ndege. Sijaibebwa na ndege. Siwezi danganya, sijaipanda ndege. Lakini niliona ikianguka. Safi dada. Okay. I'm sure utabebwa nayo. Ndashukuru. Okay. Mungu awabariki. Safi. Nazidi kuwapea maisha marefu. Thank you. Okay. Yes, na bado tuko hapa Mwihoko na ni penye kulipata ajali ya ndege, yani aircraft ya Amref ikaweza kuanguka hapa, na nuko na mmoja wa wakaaji wa hapa na mwenye aliweza kuwitness ikitoka juu. Nataka atuelezee venye aliona na venye mpaka kwa saa hii hali iko, lakini ataanza na majina yake. Kwa majina naitwa Mwas Mwihoko. Hapa mimi ni mkaaji wa hapa. Kwetu ni hapa juu. I think plot 5 hapa. Mimi nilikuwa nimetoka hapo nje nimetulia na utajua. All of a sudden nikaona ndege ikiwa imetoka hii side ya chini. So ilikuwa inawaka moshi, hata iko inatoa moto. Ilikuwa inaangusha vitu, inatoa na moshi ilikuwa thick sana. All of a sudden ndio nirudi nikaona moshi mara moja ipiga, alafu moto ikalipuka. Ndiko tukaanza kukimbia kuja kujua hali ni gani. Tukapata sasa
imeanguka hapa kwa neighbor wetu hapa chini, na pia huyo jamaa ameanguka ni mtu tunajua sana na alikuwa rafiki yetu, anaitwa Gitau. So tulikuwa ni mtu wa Nduthi, jamaa kujituma. So hiyo time sasa alikuwa ametoka night shift. So Nduthi yake ni ile shift, bado hajapata Nduthi nyingine ya kazi. So ni ile agoje usiku aingie sasa usiku. Sasa mwenye Nduthi afanye job mchana. So ikampata hapo. So ndege hata haikuwakia chini ikitoka juu, ilikuwa na moto. Ilikuwa na moto. Juu hata ukizunguka huku hizi spare parts, hizi parts za ndege ziko dispersed everywhere. Unaona kuna zingine zimeangushwa kwa ndege, ilikuja ikiangusha. Unaona nadhani rubani wa ndege alikuwa atafuta mali ya Netherland. Ilikuwa natoka side gani? Ilikuwa natoka hii side ya chini. Unaona so nadhani sasa akaona sasa yeye kulingana vile nafikiria akaona hakuna haja ya peleke akitafuta huku, unajua huku ni kichaka huku kwa Kenyatta. Nadhani ikakataa ikamshinda, si ndio? Sasa akaona tu ikakuja duka imeingia. Unaona ni kama alikuwa anajaribu kuangusha huku Northlands. Kuangusha Northlands mahali kuna manyasi hivi, unaona hakuna watu, aweze kusave watu. So nayo pengine ikamkataa, akaona tu ajisacrifice tu. Lakini ilikuwa na moto kutoka usiku, ulikuwa na moto ikiwa juu, si ati wewe uliona ikiwa juu? Ikiwa juu juu ilikuwa inatoa moshi thick sana. Alafu after sasa imeanguka, what happened? Tulikuja hapa hivi before wazimamoto wafike kutoka kwa jeshi, ndio watu walikuja huko wakajitolea. Unajua sasa kila mtu kuna watu wako na utu na kuna watu pia wako biashara. So wengine wakizimwagilia maji, wengine walikuwa naipora vitu. Wananchi wanakijiji walishikania, waling'ang'ana pakubwa sana kuzima moto penye iliweza. So mpaka saa zile jeshi iliweza kufika ikaendeleza kuzima moto. So moto mlikuwa mshazima moto zikikuja ama moto ilikuwa tulikuwa tumeng'ang'ana? Ile moto ilikuwa inaonekana ile moto ilikuwa inakaa iko kwa nyumba za watu waling'ang'ana kuzima isizidi kuchoma. Sasa ile yenye ilishindikana ndio sasa zima moto ilikuja kumalizia. Zile unaona moto ndio hii inaenda mahali fulani. So watu walizima ile moto isiendeleze kwenda kupata nyumba zile ziko zimepata moto. Na maybe after imeanguka mliweza maybe kuona mili ya wenye walikuwa ndani? Mili si mili. Mili hakuna. Mimi nilipatana nao mimi mwenyewe kwa sababu I think in the next in 10 minutes nilikuwa nishafika kwa penye accident ilikuwa. So mimi hakula mili niliona, lakini nilipata maparts za watu. Kuna mfupa iliona pale, kuna matumbo niliona mahali hapa. So hakuna mwili tulipata mili yenye inapatikana ni ya wenye walikuwa naishi huko, lakini wenye walikuwa kwa ndege hakuna mwili hata moja inapatikana. Walikuwa wamechomeka beyond recognition. Walichomeka wakablow. So ni ile waliblow na hizo machuma vile unaona hizo chuma zilikuwa dispersed Mwihoko, zilikuwa zimetakaa huko hivi, hivyo ndio mili yao ilikuwa. So hakuna ati yule mtu wengine nikisikiza, lakini inakaa ni jaba. Wanasema kuna mtu aliangukiwa na jicho la mtu. So watu tu najua ni funny tu. Na wenye waliangukiwa hapo umetuambia ni mtu anjalikana huku Gitau, wao alichomeka. Gitau kama ni kuangukiwa kwa sababu unaona ndege ilianguka pake ikampata akiwa kwa nyumba. Unajua ni mtu anaendesha Nduthi usiku. So amekuja mchana kudozi. So hiyo Nduthi nadhani ilimpata tu. Si hata kudhani ilimpata tu. Kamlalia. Ilipogonga hiyo wall sasa ikamlalia. Poleni sana. Na sijui mambo leo inaendelea aje wenye kama jana tumepata mheshimiwa MP nasikia alikuja usiku. Leo sasa tumepata governor amekuja, amepromise kufariji au kusaidia hii familia, na pia tumeona AMREF wako huku wakichukua data ya the properties ilikuwa destroyed. So nashukuru the process inaendelea well. Sasa jana ungeweza kufanya anything research hapa, watu walikuwa wamejaa huku, they were uncontrollable. Leo tunaona at least watu wako away, kila process inaenda so positively. Hiyo ni kitu maybe mshaiona kitu kama hiyo tena hapa, maybe kuna ndege nyingine ishaianguka ama zikipita hapa, maybe mshaona vitu kama hizo huku ndege kuanguka. Tumeona lakini si kuanguka, ni kulanda. Tumeona zikiland lakini si kuanguka. Hii ndio ndege ya kwanza tangu Mwihoko huku, tuko na more than 25 years kutoka tukuje huku. Hapa ndio nimeelewa mimi Gitau mwenye amefariki, mimi amenibeba nikiwa kijana mdogo.
because wao ni among the pioneers. Juu hata kwao ni hapa Mwihoko tu. So ni ile tu sasa, ni ile ukiwa uwezi utaki kukaa nyumbani na bibi yako, unatafuta mahali unaweza ondokea unakaa hapo. So Gitau ni mkaaji wa Mwihoko. Unaona? Ni naweza muita mabonda juu sasa Bonuku. So Bon Mwihoko. So alikuwa anibeba nikiwa kijana mdogo, tukigrow hivyo. So ni msee namjua in and out. Na wewe mtoi huyo mwingine wa 13 years? Mtoi simjui. Hiyo ni labda ndanganya. Hiyo nayo simjui, lakini Gitau namjua. Hata last week tulikuwa tumekitia hapo wakati alinipata nilikuwa na shida mkono, na nikamwambia nilifanya ajali, akaniambia hata mimi unaniona Mos naelesha hata Nduthi sahi. Utakuwa viti. Tukaencourageana. Nikarudi nikamwona Nduthi hapo tu. Akiwa anapita akaniambia lakini naingiaga hisi yangu na best yangu napigaga job usiku, yeye anapiga mchana. Nikamwambia manze God akubless hivyo tu. Sasa mimi nashtuka, mimi napigwa na buta. Ule mwanaume alitolewa hapa ni Gitau man. Izeni poleni sana.